Kilitokea kisa hapa miaka 10 iliyopita. Baba mmoja alikuwa na mkewe. Mke wake alikuwa ni MP, ministry pastor wetu wa hapa. Ila mume wake hajaokoka. Yule mama akaokoka kwa sababu mume wake si mwaminifu, ana nyumba ndogo. Yule mama akawa naomba. Mume halali nyumbani. Siku moja akashangaa saa 9. Mume anarudi. Anapumua. Yalionipata leo. Basi tu Mungu mwenyewe anajua. Yule mama sasa ameokoka, ni MP hapa, anatulia tu. Ametulia tu. Yalionipata leo. Yaani Mungu mwenyewe anajua. Yalionipata leo. Sasa huyo mama akajua mume wake kapata kichaa. Kanipigia simu, baba, mume wangu kapata psychiatric kichaa. Nimekataa kumsemesha kwa sababu ishanirudi sana. Amerudi saa 9 leo ana kichaa. Nikasema anafanyaje? Anaongea peke yake. Nikamwambia piga simu afu iache loudspeaker nimsikilize. Anaongea tu. Yaani yalionipata leo, nimekomeshwa. Yaani nimekoma kabisa. Sitarudia kabisa. Baadaye nikamwambia mke wake, msemeshe. Jipe moyo, ulikuwa umemchukia lakini msemeshe. Ni nini? Akamwambia kwa nini? Si unajua mimi sikuaga mwaminifu kabisa, ujue hivyo. Yaani nilikuwa na nyumba ndogo. Naendaga kule miaka mingi. Leo nimeenda kule, ilipofika saa 8 usiku, yule binti akaniamsha, baby, unisamehe. Leo nataka nilale kikwetu. Nataka nilale kikwetu baby. Ulale kikwenu. Anasema labda yeye mpenzi wake labda sio anataka kufanya kitu gani. Anasema baby, hamna wasiwasi. Anasema yule binti akashuka kitandani, akaenda pale chini, akaweka kichwa chini, miguu juu, hajashika hata mkono, akanyoka kama mche wa sabuni, na vidole vimenyoka hivi, akalala usingizi. Kwanza yule bwana akaangalia. Ilikuwa kama saa 8 hivi. Mtu amenyoka, hana nguo, hana nini, miguu imenyoka hivi, afu kichwa ameweka chini, kichwa chini, miguu juu, afu amenyoka paka anakoroma, ameshalala. Wewe, alitoka balu, pita pale mlangoni, anakimbia mpaka nyumbani. Nini? Watu wamelala kikwao. Mpaka leo huyo bwana ni mshirika wetu hapa kanisani. Na mke wake ni MP wetu. Na hata Jumapili iliyopita alikuwepo na mke wake. Kila nikimkosa kanisani huwa namtumia message, uwe makini, watalala kikwao. Anasema baba, haitarudia. Hakuna kitu kama hicho. Sasa hivi nina maarifa. Ingekuwa nipo leo, angekuwa yupo leo nafundisha somo hili, anavofyeka anaruka mpaka juu. Fyeka, vunja, haribu, mpaka kama anacheza karate. Alishaona si mtu, ila wamekaa naye, wamezaa na mtoto. Alipokimbia kwenda kurudi kesho, kakuta amehama, hayupo, hakumuona mpaka leo. Mwanao alikuwa amezaa, anamuita Nixon, akapotea na Niki. Si kama alikuwa mwanae au lilikuwa na lenyewe walipewa toto la kutoka kule la kwao. Sikilize vizuri. Kwa hiyo wapo wasio watu, ila wana uwezo wa kuangalia hatima ya mtu wakaiwinda. Wewe unajulikana utakuwa nani, ilishaamliwa tayari. Kama vile Abraham alivyokuwa na macho
ya kuona mtu akatambua ni nani. Wachawi na wao wana mimacho ya kichawi ya kukuangalia hivi wakatambua kesho yako. Namuona ila si sasa, namtazama ila si karibu, itatoka nyota katika Yakobo. Wakamwangalia wakisema, na kujua unani mtakatifu wa Bwana, kwa nini unakuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Yesu hakuwaacha waseme kwa sababu walimtambua. Hebu sema walimtambua. Hawa ni watumishi wa Mungu wenye kuwahubiria habari ya wokovu. Kumbe mashetani wanaweza kumuona mtu wakamtambua na wakajua unakoelekea ni pakubwa na pazito. Mambo aliyokuhifadhia Mungu ni mazito. Ile Wakorinto wa pili sura ya 2 na mstari wa 9 inasema hivi: yale mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika akili ya mwanadamu, mambo hayo ndiyo Mungu amewafunulia wale wampendao. Lakini sisi ametufunulia kwa Roho Mtakatifu, kwa maana Roho Mtakatifu huchunguza sana sana hata yaliyo mafumbo ya Mungu. Au ni nani ajuae mambo ya mtu isipokuwa roho iliyo ndani yake? Na nani ajuae mambo ya Mungu isipokuwa roho ya Mungu iliyo ndani yake? Basi sisi hatukupokea roho ya dunia, tumepokea roho wa Mungu ili tuyajue mambo tuliyokirimiwa na Mungu. Yako mambo tuliyopewa na Mungu. Kukirimiwa maana yake ni kupewa. Kukirimiwa maana yake ni kupewa. Yapo mambo tuliopewa na Mungu, lakini yanahitaji Roho Mtakatifu. Tumepewa Roho Mtakatifu ili atujulishe yale mambo ambayo tumekirimiwa na Bwana. Yako mambo tumepewa na Bwana kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Yako mambo tumepewa na Bwana. Iko huduma tumepewa na Bwana. Iko kampuni tumepewa na Bwana. Wako watoto tumepewa na Bwana. Iko ndoa tumepewa na Bwana. Yuko mchumba umepewa na Bwana. Iko biashara umepewa na Bwana. Iko nchi umepewa na Bwana. Yako maisha umepewa na Bwana. Unaweza kuyatambua tu kwa kupitia Roho Mtakatifu. Simama.